Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mbagala oye! Temeke oye! Dar es Salaam oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Haya, tukae. Mheshimiwa Damas Daniel Ndumbaro, mbunge, waziri wa Wizara ya Katiba na Sheria. Mheshimiwa Dr. Harun Ali-Suleiman, waziri wa nchi ofisi ya Rais anayeshughulikia katiba, sheria na utumishi na utawala bora toka Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Mheshimiwa Albert John Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na mwenyeji wetu. Mheshimiwa Kanali Abbas, mkuu wa mkoa wa Ruvuma. Mheshimiwa Jumanne Sagini, mbunge, naibu waziri wa Wizara ya Katiba na Sheria. Mheshimiwa Mwanaidi Hamis, naibu waziri wa Wizara ya Maendeleo, Jinsia na Makundi Maalum. Mama yetu Mheshimiwa Zena Mgaya, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Temeke. Mheshimiwa Dr. Joseph Kizito Mwagama, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge inayoshughulikia katiba, sheria na utawala bora. Wajumbe wa kamati hii ya kudumu ya Bunge ambao mko hapa. Mheshimiwa Mariam Kisanji, mbunge kutoka mkoa wa Dar es Salaam. Ndugu Eliam Kim Chacha Maswi, katibu mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria. Mansura Mos Kasim, katibu mkuu ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Dr. Toba Nguvila, katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Sixto Munda. Nashukuru viongozi wa dini mko nasi leo hapa, tunatambua uwepo wenu. Nimepata nafasi kuwatembelea wadau na watoa huduma ya msaada wa kisheria kwenye mabanda yetu, tunatambua uwepo wenu. Vile vile wanahabari wetu, mabibi na mabwana, ni tena salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwisho, natambua uwepo wa vijana wetu wa wilaya Temeke, wana hamasa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dr. Samia. Dr. Samia. Ndugu wananchi na viongozi wa sekta mbalimbali mlioko hapa, mimi nataka nianze kwa kuungana na viongozi wa dini kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia afya na uzima. Leo hii tumeamka salama, tumeweza kukutana hapa kwa tukio hili maalum na muhimu la uzinduzi wa kampeni ya msaada ya Mama Samia inayojulikana kama Mama Samia Legal Aid Campaign mkoani Dar es Salaam. Nataka nichukue nafasi hii kuwapongeza mawaziri wa Wizara za Katiba na Sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kule Zanzibar kwa kuendelea kusimamia kwa ufanisi mkubwa kabisa maono ya kiongozi wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuanza kuwafanya Watanzania waanze kutambua haki zao, lakini pia waweze kujua sheria zinazoweza kulinda na maslahi yao na kufikisha ujumbe na elimu kwa Watanzania kwamba sasa ni wakati mzuri wa kujua haki yako Tanzania. Wizara zetu, Wizara ya Katiba na Sheria ya Muungano chini ya Mheshimiwa Dr. Damas Ndumbaro pamoja na watendaji wake kwa ushirikiano na Wizara ya Katiba na Sheria ya Zanzibar chini ya Mheshimiwa Dr. Harun, mmefanya kazi kubwa kwa mikoa ambayo imeanza, na tumeona jitihada zimefanyika kwa weledi mkubwa
na kwa uadilifu mkubwa, na Watanzania wametoa ushuhuda wa kunufaika na kampeni hii. Tuwapigie makofi wizara zetu. Kampeni hii ambayo imeanzishwa na serikali yetu chini ya rais wetu na kutoa maelekezo za katiba na sheria zote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ile ya Zanzibar, inakwenda kuangalia dhamira ya makusudi ya kuwasaidia Watanzania kutatua changamoto walizonazo hata katika kupatafuta haki yao ya msingi. Na mimi nataka niwapongeze wana Dar es Salaam. Hakika leo mmejitokeza kwa wingi. Nataka niwaambie kujitokeza kwenu hamjaipoteza siku hii. Mmekuja hapa, mtapata taarifa ya utangulizi wa kampeni hii, lakini tumekuja na wataalamu wa sheria kwenye mabanda yetu. Watakaa hapa kwa siku 10 wakijibu na kuelimisha yale ambayo ulikuwa uyajui, ili uyafahamu. Kuanzia hapo uweze kujua haki yako ya kimsingi. Jambo hili ni muhimu kwa sababu linakwenda kuondoa sintofahamu, migogoro na migongano iliyopo kati ya jamii kwenye maeneo yetu. Endelee kuipongeza kamati ya maandalizi na waandaji wote kiongozwa na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye ameweza kuwakusanya wadau, lakini pia ni wadau wote wa sekta ya sheria kwa utayari wenu. Tumeona kwenye mikoa yote nchini mpaka wilayani mkifanya kazi ya kuelimisha Watanzania na mrejesho kwa Watanzania mmoja mmoja wanaowafikia. Inaonekana wananufaika sana wanapokuja kwenye maeneo yenu. Na leo mko hapa jijini Dar es Salaam. Fanyeni hili, mpite wilaya zote, kwenye kata, lakini pia hata kwenye vijiji vikubwa vyenye uhitaji mkubwa. Viko vingine viko kando kando ya misitu, kuna migogoro mingi. Nenda mkaendelee kuelimisha. Ndugu wa Tanzania na wananchi wa jijini Dar es Salaam, siku ya leo hapa aliyetakiwa kuja hapa kuwa mgeni rasmi ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndiye angeweza kuzindua kampeni hii kutokana na majukumu yake mengi ya kitaifa, na leo yuko mkoani Simiyu kwa ziara kukagua miradi ya kimkakati. Imempendeza kunituma kuja kumwakilisha, kufikisha ujumbe huu kwenu wana Dar es Salaam, kwenu wa Tanzania, ili muweze kuanza kunufaika na kampeni hii ya kisheria ambayo yeye aliibuni. Aliponituma amenipa pia na nafasi ya kutoa salamu kwenu kutoka kwake. Watanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi makubwa amenituma kuleta salamu za upendo na heri kwenu wa Tanzania. Na salamu hizi zimeungwa mkono na Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, naye pia anawasalimia. Vile vile tumepata bahati leo Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, amenituma kuleta salamu. Pokeeni salamu zenu kutoka kwa viongozi wetu hao. Pamoja na salamu hizi, wamenitaka kuhakikishia Watanzania kwamba serikali yenu ya awamu ya 6 pamoja na ile ya kule Zanzibar, zote mbili zinayo dhamira ya dhati kabisa ya kuwawezesha Watanzania kupata haki zenu za msingi. Lakini kubwa zaidi ni kujua sheria ili muweze kujisimamia popote mlipo panapotokea yanayovunja haki na yale ambayo tunaona maeneo kadhaa Watanzania wakipata athari. Kampeni hii ina kauli yake, na kauli mbiu inasema msaada wa kisheria kwa haki, usawa, amani na maendeleo. Kauli mbiu hii inaeleza dhamira ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata haki kwa wakati, tena bila ubaguzi wowote.
Lengo hapa ni kujenga jamii yenye mshikamano na utawala bora na uelewa wa sheria na usimamizi wa sheria. Tunatamani kuona baada ya siku hizi 10 kila mmoja atakuwa mlinzi na msimamizi wa sheria pale ambapo panavunjwa sheria, lakini kila mmoja akiweza yale ambayo sheria inahitaji yatekelezwe. Kauli mbiu hii pia inasisitiza utoaji huduma wa msaada wa kisheria sio tu kuwa ni haki ya msingi wa kila mmoja kujua, bali tunaichukua kama kichocheo cha maendeleo endelevu, kwa kuwa inaondoa migogoro, hulinda haki za wanyonge na kuimarisha amani katika jamii zetu, na matumaini kwamba kwa wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam mtajitokeza kwa wingi kupata huduma hizi katika siku hizi 10, ili angalau katika siku 10 tuwe tumeshawafikia angalau kwa zaidi ya 75% ya wote, na huduma hii inatolewa bila gharama yoyote. Kwa hiyo usije ukaenda mahali ukadaiwa fedha, na uitumie nafasi hii kupata hii bila gharama, ili baada ya hapa utakutana na watu wanafanya shughuli hii kama ujasiriamali wao, na inaruhusiwa, lakini hii ndio fursa yako ya kuweza kupata fursa ya kupata huduma hii bure. Ndugu wananchi, kama ambavyo nimeeleza kwa awali, kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia tulizindua rasmi tarehe 27 mwezi mwaka 2023 katika mkoa wa Dodoma, na baada ya hapo ilielekezwa katika mikoa mbalimbali ambako wananchi wamepata huduma za msaada wa kisheria, lakini pia elimu ya sheria, na wameweza kutatuliwa matatizo yao yaliyoko kwenye kifamilia, matatizo ya ardhi, mirathi na masuala ya ukatili wa kijinsia. Mheshimiwa Kisanji, mbunge wa mkoa wa Dar es Salaam, alipokuja hapa ameeleza namna anavyotoa huduma kwa watu wake. Idadi kubwa ya wananchi wa sheria wamekuwa wakimuona mbunge kama sehemu ya kukimbilia. Mlifanya vizuri kwa sababu huo ndio wajibu wake, lakini alikuwa anahangaika kuwapata wanasheria. Leo hii serikali yenu imewaleta pamoja wanasheria. Njoeni mseme changamoto zenu, matatizo yenu, ili muweze kupatiwa ufumbuzi, vile vile mpate elimu ya kudumu. Ndugu wananchi, kampeni hii inawafikia ndugu zetu wa mkoa wa Dar es Salaam. Tunakuja hasa kuimarisha uelewa mpana maeneo yenye kero, maeneo ambayo natamani na wewe pia uweze kusimamia sheria, na huko ambako imeanza kushuhudia wananchi wengi waliopata msaada huu sasa wanaendesha shughuli zao bila mashaka yoyote. Na tathmini toka tumeanza mpaka tumefika leo, sehemu malalamiko ni ukatili, ni matendo ya ukatili yanayofanyika kwenye jamii zetu, wengine kwa kujua, wengine kwa kutojua. Haya ni matendo ya ukatili, ni yale ambayo yanafika yanamchosha mtendewa na anahitaji kupata ufumbuzi. Na haya yako mengi, na mimi nataka niwadokeze machache tu, niwaambie kuwa hayo ndio ukatili wa kijinsia. Ukiona popote yanatokea, chukua hatua. Na nyie pia, kama jambo hili likukuta, hii ni fursa yako. Ukatili umegawanyika katika maeneo mengi. Nataka nieleze machache tu. La kwanza ni ukatili wa kimwili. Ukatili wa kimwili ni kitendo cha kudhamiria kufanya vurugu na kutumia nguvu ili kumsababishia mtu madhara ya kimwili au mateso. Na haya yako mengi: kupigwa,
kupita kiasi. Wengine unamchoma moto. Wengine wana tabia tu, mtu vizuri ndio kumnyang'anya nguo yake, anabaki mtupu. Hayo ni ukatili huo wa kimwili. Lakini wengine kusababisha ulemavu baada ya vipigo, na wengine mpaka kuua. Haya yote yako kwenye kundi la ukatili wa kimwili. Kumbaka mtu, tabia ya watu anashika nywele za mtu anamtikisa, huo ni ukatili pia. Kwa hiyo yakitokea haya, hapa ndio mahali pa kusaidiwa na kujua namna mzuri ya kukabiliana. Kuna ukatili ambao tumeupiga vita siku zote, ukatili wa kingono. Hiki ni kitendo cha kumdhalilisha mtu kushiriki na kumlazimisha kushiriki shughuli zozote za kingono bila ya kuridhia. Kwenye matendo haya ni pamoja na ubakaji, ulawiti, kubusu. Unabusu mtu ukiwa hataki, unamvamia tu na mbusu. Hiyo ni ukatili wa kingono. Wanawake wanapata tatizo kubwa sana la kushikwa mwili bila ridhaa yake. Lakini wengine, najua wanaume mnapenda, lakini huwezi kulazimisha. Unatongoza mtu hataki, wewe unatongoza, anakuambia sitaki, wewe unamfuata. Huo ni ukatili wa kingono, na una sheria inakulinda. Tukisimamia sheria hii, kila mmoja atafanya shughuli bila kulazimishwa kwa ukatili wa aina hiyo. Lakini kuna ile tendo linalofanywa na baadhi ya makabila, umila, utakaso wa mama kafiwa na mume, nyewe na familia mnamtafutia mume tena akiwa hajaridhika. Yaani mama amefiwa na mume wake, mnamtafutia mume. Kwani yeye mwenyewe ameshindwa kutafuta mume? Hiyo nayo ni ukatili, iko kwenye kundi la ukatili ambao pia hutakiwi kutengenezwa. Na wengine mengi mtayapata kupitia kwenye dawati letu. Kuna ukatili wa kisaikolojia. Hiki ni kitendo anachofanywa mtu kwa lengo la kumsababishia madhara kiakili, kimawazo au kihisia. Hapa ni pale ambako mtu anaamua kuitwa, yani mtu anaamua kumuita mtu majina asiyoyataka. Unaacha jina lake la Juma, jina lake la Esther, wewe unampa majina mengine ambayo yanamshushia hadhi yake. Huo nao ni ukatili wa kisaikolojia. Matendo ya kuaibisha au kunyanyapaa au kumtenga, nayo pia ni ukatili wa kijinsia wa kisaikolojia. Lugha za matusi na kumtolea mtu maneno ya kumfedhehesha, hayo ni matendo ya kikatili ambayo sisi tunakwenda kuyapiga vita. Kuna ukatili wa kiuchumi. Hii inahusisha kunyimwa elimu, kutopewa haki ya kujihusisha kwenye shughuli mbalimbali za maendeleo. Na hii tunaiona sana kwa walemavu. Mlemavu anaachwa kutolewa nje, kukutana na jamii, kushiriki kwenye mambo mbalimbali ya maendeleo, mnamficha ndani na huko ndani. Au mwanafamilia na mawazo mazuri, hata kwenda kwenye mikutano na mzuia, unamwambia kaa ndani huko. Huu ni ukatili wa kiuchumi. Lakini inagusa sana kwenye mirathi ya mali. Tuna watoto wengi wamefiwa na wazazi wao, mali zimeshikwa na mjomba na kaka huko, anatumia na familia yake. Hao watoto wafiwa wanahangaika naona, lakini hawapi nafasi ya kushiriki urithi mali zao.
Haya yote yako kwenye ukatili wa kiuchumi. Lakini pia unyang'anyi wa mali miongoni mwa wajane. Mke aliyeishi na mumewe miaka nenda rudi, mume anafariki, nyie mnamwambia nenda kwako, unamuondoa kwenye nyumba yake na mali zake, unamwambia arudi kwake. Kwake wapi? Na hapo ndio nyumbani kwake ilikuwa. Wakina mama wengi wanahangaika, wanaondolewa kwenye nyumba ishi na mumewe na watoto wake walishajijenga na maisha, hapo ndio ilikuwa nyumbani kwao. Wanafamilia, siku mume anafariki, unamwambia sasa wewe mama rudi kwenu. Aende wapi? Na hapo ndio nyumbani kwake. Huu ni ukatili wa kiuchumi. Ukatili mwingine ni sasa hivi huu wa teknolojia. Hii inahusisha vitendo vya uvujishaji wa picha za faragha, kuvujisha taarifa za mtu binafsi, unyanyasaji wa mitandaoni, pamoja na usambazaji wa mtu za kubunibuni tu ili kukaribia na uhalisia. Huo ni unyanyasaji wa teknolojia. Lakini pia inajumuisha usambazaji wa chuki ya wanawake, ikiwa ni pamoja na majaribio ya kuwanyamazisha ili wasifanye shughuli zao au kuwashushia thamani. Huu pia ni ukatili wa mtandao. Ndugu wa Tanzania, kupitia kampeni hii mtayajua mengi, na sisi tumeendelea kuhamasisha. Unapoyapata haya, usibaki kimya. Linapotokea popote, ili mradi utakuwa umeshapata elimu hii, nenda kwenye vyombo vya sheria. Lakini hata kama utakuwa hujapata elimu hii, tafuta mzazi yeyote kwenye familia unayeamini, ukimwambia tatua tatizo lako. Na utakapoona mzazi pale hayupo, nenda kwa jirani unayemwamini. Wako majirani wema, wako majirani wenye huruma, wako tayari kukusikiliza na kuchukua hatua pindi unapokutwa na jambo ambalo liko juu ya uwezo wako. Lakini pia ni kuvunja sheria kwa kutendea ukatili. Kule shule tumeanzisha madawati, yako mengi tu mashuleni, lakini yako pia kwenye vituo vya polisi. Unapokutwa na hili, usikae kimya. Kama uko shuleni, nenda kwa mwalimu anayesimamia dawati la sheria, au mwalimu unayemwamini kwamba atatatua tatizo lako. Na maeneo mengine ni kwa viongozi wa serikali. Wako watendaji wako watendaji wa kata, yuko mkuu wa wilaya, wapo kwa ajili yako. Nenda, usisite. Yaweza kuwa wilayani ni mbali, huyo mtendaji wa kijiji kwenye kijiji chako naye miongoni mwa viongozi wanaopaswa kutatua changamoto hizi. Lakini pia tunao viongozi wa dini, bila kujali dhehebu lako, dini yako, ili mradi kuna kiongozi wa dini. Hawa viongozi wa dini wamepewa, hawa wana karama ya Mwenyezi Mungu inawafanya waaminike na jamii, na wako tayari kutatua matatizo ya jamii zao. Nenda kiongozi yoyote, kama ni shehe, mchungaji, padri, yeyote yule, askofu, nenda kaeleze changamoto zako. Lakini pia tuna timu za usalama ambazo viko kwenye madawati kwenye maeneo mbalimbali kama vile polisi. Tuna maafisa ustawi wa jamii kwenye halmashauri zetu, na kwenye jeshi la polisi hapa kule kwenye kata zetu tumeanzisha polisi kata kwa kuwafikia wananchi. Lakini tuna mashirika yanayotetea haki za watoto, binadamu. Hawa nao pia wanaweza kutetea jambo lako, na watoa msaada kama hawa hapa leo. Hilo ni jukumu lao. Kwa hiyo msisite kwenda kuwaona na kueleza tatizo linalokusibu. Lakini mwisho, serikali imeanzisha namba ya simu ambayo iko huru, haina chaji yoyote, haina gharama yoyote.
nayo ni 116. Ukiipiga namba hiyo unapokelewa na afisa wa sheria walio kwenye dawati maalum kitaifa, lakini limesambazwa karibu kila eneo kuna namba hii. Kwa hiyo ukikosa kabisa wote hawa, piga simu hiyo upate msaada wa kisheria. Ndugu wananchi, nilikuwa naelezea kampeni yetu. Nimeeleza hapa madhumuni ya kampeni ni kuwawezesha nyie kuelewa sheria juu ya changamoto ulionayo, kuwawezesha nyie kusaidiwa kutatuliwa matatizo yenu mlionayo. Tumieni siku 10 hizi, lakini tunawawezesha nyie kuwa wasimamizi wa sheria huko tulipo. Na tunapofanya, serikali yenu imeendelea kujiimarisha kuhakikisha kwamba utoaji haki unakuwa ni endelevu kwa Watanzania wote, kila mmoja mahali pake. Katika kifupi cha serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu Dr. Samia, imefanya mageuzi makubwa kabisa ya kimsingi kwenye sekta mbalimbali zinazogusa sheria, ikiwemo na wizara zenyewe kwa kuziongeza baadhi ya kurugenzi zinazosimamia sheria na kuwafikia Watanzania. Yako mambo ambayo tumeanza kuyatekeleza, na sisi tunadhamini haya ndio atakuwa mustakabali wa changamoto za wakabili wa Tanzania. Moja, serikali yetu imewekeza kwa kiwango kikubwa ujenzi wa miundombinu za mahakama ili kila mmoja apate nafasi ya kwenda kwenye mahakama, ambapo mahakama mpya zilizojengwa kwenye maeneo mbalimbali ya nchi, lengo ni kusogeza huduma hizi kwenu wananchi. Na sisi tunaamini uimarishaji huu ambao pia tumeenda vyombo vyetu vya uchunguzi kama vile Jeshi la Polisi, Ofisi ya Mashtaka ya Taifa, lakini pia wadau wanaoshughulikia huduma za utoaji huduma za kisheria, ikiwemo na kuwashirikisha wanasheria wa sekta binafsi. Na leo mmemwona hapa rais wa TLS, mawakili wa kujitegemea, nao serikali tunafanya nao kazi pamoja kwa lengo la kuwafikia na kutoa huduma huko mliko. Lakini la pili, serikali imeendelea kuajiri kwa wingi mawakili katika ngazi mbalimbali ili kufikia ngazi ya wilaya, jambo ambalo litaongeza ufanisi kule chini kwenye wilaya ili wananchi waweze kuwafikia kule kule bila kulipa gharama kubwa kufuata huduma mahali. Serikali vile vile imeendelea kuboresha Jeshi la Polisi letu pamoja na Ofisi ya Mashtaka kama nilivyoeleza awali. Tumeongeza taasisi muhimu za jinai kwa kuzijengea uwezo wa taasisi na kimfumo ili kuweza kutoa huduma hii kwa weledi mkubwa na kwa wakati. Na hapa tumeimarisha sekta ya uchunguzi ndani ya Jeshi la Polisi la Mashtaka Mkuu ili mashauri yote yaende kwa muda mfupi. Tunataka tuondoe mrundikano wa kesi kwenye maeneo yetu. Hii ni kwa manufaa yenu. Lakini pia tunatambua changamoto zilizokuwepo katika mfumo wa haki jinai, na Mheshimiwa Rais aliunda ile tume ya maalum ya haki jinai iliyopita kote nchini kwenda kujua tatizo la maeneo haya. Pia tumeanza ufanisi mfumo wa tehama ambao tunawafikia kwa kielektroniki popote mlipo. Kwa hiyo niseme tunalenga sasa kuwafanya nchi wetu, vyombo vyetu muweze kufikia hatua ambayo kila mmoja atakuwa anatendewa haki akiwa anaijua, na kuondoa mashaka yote, kuondoa upendeleo na kutoa ushahidi wa kutosha pale ambako tunapeleka matatizo yetu kwa vyombo vya sheria. Hapa dhamira yetu ni kuona Tanzania inakuwa na taifa linaloongozwa kwa misingi ya haki, usawa, utawala na heshima ya haki za binadamu wote. Huu ndio msingi unaopelekea nchi yetu kuwa na amani, na tunataka tudumishe amani hii kwa kuimarisha eneo hili la haki. Ni wajibu wetu sote kama wananchi, hata sekta binafsi na taasisi mbalimbali, kuhakikisha kwamba wadau wa maendeleo tunashirikiana nao na serikali kuhakikisha kwamba jitihada hizi ambazo zimeanza kuendelea, zimeanza kutekelezwa
zinaendelea zinafanywa na sisi wote. Ndugu wananchi, napohitimisha hotuba yangu hii, nije kuzindua ili sasa wananchi mwanze kuingia kwenye mpate huduma. Nataka ni wahakikishie tu kwamba mafanikio katika juhudi za utoaji haki hayataweza kufikiwa na serikali peke yake, bali yanahitaji ushirikiano wa dhati kutoka kwa kila wetu, na kwa maana hiyo viongozi, wazazi, jamii, taasisi za dini, mashirika ya kiraia na wananchi kwa ujumla tunapaswa kushirikiana ili kuhakikisha kwamba haki inatendeka katika taifa letu, na tuendelee kushauriana juu ya yale yote ambayo jamii inaona kwao ni changamoto. Viongozi wa mikoa na wilaya, nenda mhakikishe kwa mnaendelea kuhamasisha wananchi kutumia huduma hii kwa siku hizi 10, na kwa kuwa watatoka kila wilaya. Kwa hiyo waheshimiwa wakuu wa wilaya, hakikisheni mnaanza kuzunguka maeneo yenu, watangazieni wananchi kuja kwa wataalamu wa sheria ili wenye changamoto ziweze kutatuliwa. Lakini 2, wazazi na walezi kwa watoto, mnapaswa kutambua kwamba nyie ndio nguzo muhimu katika kulinda na kuendeleza haki za watoto. Tunapozungumzia haki za watoto, nako kuna maeneo mengi ambayo tunahitaji wazazi myasimamie ili watoto hawa waweze kupata haki zao za msingi. Moja, haki ya mtoto, ana haki ya kuishi. Na kwa hiyo wazazi, hakikisheni watoto wetu wanalelewa vizuri, wanapata huduma zote muhimu. Haki nyingine ni pamoja na kuendelezwa kupata elimu. Mtoto wa Tanzania leo hana shida ya kupata elimu kwa sababu tuna shule za msingi ziko kuanzia vitongojini na vijijini na mitaani kwetu. Watoto tuwapeleke shule, ni haki yao ya msingi. Lakini pia mtoto anahitaji kulindwa. Hakuna kumnyanyasa au kumbagua kwa rangi yake, kabila lake na ukoo wake au utajiri wa familia yake. Huyu ni mtoto, kwanza hajui chochote. Wenyewe tunasema watoto ni malaika. Tuwalinde watoto. Lakini watoto hawa wanatakiwa washirikishwe leo. Leo nimefurahi sana kuona vijana wa Kitanzania kutoka Pemba wameshirikishwa, wameletwa Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kutoa ujumbe wa siku hii kwa njia ya sanaa ya kuimba. Hongera sana viongozi na walimu ambao mmewaleta hapa. Hongera wizara kwa kuwagharimia watoto hawa hapa na kutoa ujumbe. Hii ndio haki yao. Washirikishwe kwenye matukio kama haya. Waanze kujua kwamba na wao wana haki zao za msingi. Ana uwezo kuona kiongozi yoyote kati ya wale niliowataja kwenye orodha kueleza kwamba yeye yuko nyumbani amekosa elimu na anahitaji kupata elimu. Na yule anayeambiwa na aliyefikiwa na mtoto ni lazima achukue hatua. Haya ambayo tunahitaji tuyaone jamii ikiyatekeleza. Ndugu wananchi, nitoe wito kwa jamii kwa ujumla kwamba sasa tunapaswa kuwa mstari kupinga ukatili na kutoa taarifa za vyombo vinavyohusika na utoaji wa taarifa. Ondoeni uoga wa kwenda kutoa taarifa ya yanayojiri kwenye maeneo yenu. Kukiuka haki za watoto au mama au hata wanaume pia. Wako wanaume wanapigwa tuna wake zao nyumbani. Na wao msiogope kwenda kutoa taarifa. Mnasemaje wanaume wenzangu? Wengine tunapigwa. Msihofu kwenda kutoa taarifa kwenye vyombo na wote ambao nimewataja hapa. Nenda mkatoe taarifa kwamba mimi pale nyumbani kila siku nikirudi ni kichapo tu. Hayo sasa utaweza kusaidiwa. Lakini pia watendaji wa wizara zote mbili, hakikisheni kwa kampeni hii katika kuelekeza kule vijijini iende kwenye maeneo ya walio wengi na maeneo ambayo yana dalili za ukiukwaji wa sheria. Niliona juzi mlikuwa Tarime kule tuna wale ndugu zetu wako karibu na mbuga ya Serengeti. Kumekuwa na migogoro mingi kwenye mbuga ile. Na kwa bahati nzuri Mheshimiwa Waziri umekuwa waziri wa mali. Unajua vizuri kero walionayo ndugu zetu
wa kule Tarime. Kwa hiyo mmefanya vizuri kwenda, na naamini mmewasaidia sana. Wizara zote za sheria kupitia wakala wa usajili, ufilisi na udhamini, ongezeni kasi ya kutoa elimu kwa jamii kuhusu umuhimu wa kuandikisha wosia na kuaga mirathi na kugawa mirathi kwa mujibu wa sheria ili kupunguza migogoro kwa familia pindi panapotokea vifo. Tuna imani potofu kwamba eti ukiaga wosia unatabiri kifo chako. Si sawa. Na unapoacha kufanya hili, madhara yake siku mmoja wenu anatangulia, unaacha migogoro kubwa sana. Watu wanagombania mali, mwingine anatafuta nyumba, mwingine anatafuta mteja wa nyumba, mwingine anauza magari kama yalikuwepo, mwingine anakwenda kwenye mashamba namna hii. Lakini ukieleza kwamba shamba hili ikitokea fulani hiki, fulani nyumba, fulani akaunti, fulani, siku ukifa ikija kusomwa hakuna kelele na hakuna mtokeza kufanya hilo. Kwa hiyo niwasihi wizara na idara zote zinazoshughulikia udhamini, nendeni mkatoe elimu juu ya hamasa ya watu kuandika. Nimejulishwa pia kwa kampeni hii imetekelezwa kwa ushirikiano mzuri na Wizara ya Katiba na Sheria kutoka Zanzibar, na nimekuwa ushahidi, Mheshimiwa Waziri yuko hapa. Naamini tukimaliza hili tutafanya tathmini ili tuone mafanikio tuliyopata. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ulipokuja hapa umeeleza changamoto na usafiri wa jijini Dar es Salaam. Kwanza nikiri kwamba DART na ile kampuni ya usafirishaji UDART kwa muda mrefu uwezo wake umeendelea kupungua utoaji huduma na kusababisha kero, huku tukiendelea kupanua ujenzi wa njia zitakazopitisha mabasi ya jijini Dar es Salaam, ikiwemo na hii ya katikati ya jiji Mbagala, katikati ya jiji Mboto, na sasa Moroko tunakwenda Tegeta. Tutakuwa na njia 4. Zote hizi zinahitaji usafiri kama ule wa kivukoni Kimara. Muda mrefu kutokana na kuzorota huko tumeendelea kuchukua hatua kadhaa. Na nyie mnakumbuka niwe kuchukua hatua mwaka 2022 kukagua mradi ule na kupita maeneo yote, tukagundua ubaguzi mkubwa lakini uharibifu mkubwa na uzorotaji. Tulazimika kuingiza mabasi 70 kwa dharura. Nini kinasababisha? Mradi huu unafadhiliwa na Benki ya Dunia, na ziko sheria ambazo zinatakiwa kufuatwa katika kutekeleza mradi huu, huku tukiongeza njia ikiwemo na hii hapa kwetu. UDART ambaye ameanzilisha mabasi kutoka kivukoni kwenda Kimara na mabasi ya njia za miunganisho mlisho, uwezo wake umeendelea kupungua. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alipoona hali hiyo, aliitisha timu ya wizara TAMISEMI na zile idara zote na kupata maelezo ya kwa nini usafirishaji umezorota kwa kiwango hicho, na waziri mkuu alikuwepo. Baada ya maelezo ya DART na UDART, Mheshimiwa Rais ilimpendeza kupeleka jukumu hilo kwa waziri mkuu kusimamia mradi huo, kwanza kujua ni nini kimesababisha hali hiyo. Nataka niwape mrejesho ndugu wananchi kwamba toka nimekabidhiwa tuna wiki 2 tunaendelea kufuatilia hatua kwa hatua ni nini kinachopelekea kudorora kwa utoaji huduma kupitia kampuni hiyo, huku tukiwa tunaongeza njia nyingine. Mambo ya awali ni ya kisheria. Kwa kazi ambayo inafanywa sasa ni kutatua yale yote vitanzi vya sheria ili kuzifanya sheria zetu ziwezeshe mradi huu
wa Kivukoni Kimara, lakini miradi mingine ambayo imeanza ianze ya changamoto. Na tunapoanzisha njia nyingine, tulikuwa na kampuni moja tu ya UDART ndio inatoa huduma kati ya Kivukoni na kwenda. Tumeipa kibali UDART kutangaza kwa private sector, kwa wadau wawekezaji wenye uwezo wa kusafirisha abiria kwenye njia hizi zote hizi. Zoezi hilo limekamilika, makampuni yameshapatikana, na makampuni haya tuliapa masharti kwamba tukipata kampuni ya nje lazima ijeungane na Watanzania kuwa kampuni moja ya muunganiko ya hao mwekezaji wa nje na wawekezaji wa Tanzania kuwa kampuni moja, na Watanzania wazoee kuendesha miradi mikubwa ya nchi. Nataka niwaambie tumefanikiwa kupata makampuni 4 pamoja na ile UDART ya 5. Haya makubwa, moja Mbagala, jingine Gongo la Mboto. UDART pale pale Kimara, Kivukoni. Makampuni mengine mawili tumeleta Mbagala, lenyewe litakuwa linafanya kazi ya mlisho. Mlisho maana yake itakuwa inahudumia kutoka Mbagala kwenda Kongowe, kwenda Kigamboni, Kongowe kwenda kwa Baresa, Kongowe kwenda Chamazi mpaka Kivukoni, na upande ule mpaka maeneo ya Jet. Hilo ni kampuni nyingine, atakuwa na mabasi, atakuwa anatembea huko. Kampuni nyingine tumeipeleka Gongo la Mboto, na yenyewe itaunganisha kutoka Gongo la Mboto kuelekea upande wa Chanika mpaka upande wa Kisarawe, na kuingiza mabasi mpaka Segerea huko, na kuja upande wa airport Minazi Sita kuingia ndani. Kwa tumejaribu kugawagawa humo, na tunakwenda sasa kushirikisha umoja wa daladala Tanzania, na wenyewe tuwape. Tunataka pia tunapoendesha makampuni haya, lakini wamiliki wa daladala nao waendelee kufanya kazi jijini. Utaratibu huu tumeuratibu vizuri na tumepeana kazi, na nimeshayaita makampuni yote kujua mabasi wanaleta lini. Kwa kuwa njia hizi mabasi yake yana vipimo maalum, ni lazima uweke oda ya vipimo hivyo, na kwa kuwa tayari mikataba ilishawekwa ya makampuni haya, sasa walikuwa wanahangaika kukamilisha mifumo ya fedha na kutoa oda, lakini kampuni ya kwanza itaanza kuleta mabasi mwezi wa 7 mwishoni, ya kuanza kuingia kwenye maeneo haya. Kwa hiyo Watanzania na wana Dar es Salaam, naomba mtuvumilie. Hatua tuliofikia sasa ni mzuri sana. Tumefuatilia hatua kwa hatua, nini changamoto, wapi pamekwaza, tumetanzua, tumepata wasafirishaji, tumeunganisha na Watanzania, tayari tumewapa fursa ya kuagiza mabasi, na wamekuja ofisini kutaja lini analeta basi. Kwa mfano, barabara ya Mbagala tumepata kampuni itakayoleta mabasi 344. Barabara Kigamboni, kampuni hii italeta mabasi 280. Na ile pale inayoendelea kutoa ruti sasa hivi ya Kivukoni kwenda Kimara itakuwa iongezewe mabasi yafikie 277. Na haya makampuni mengine ya mlisho hawa wako zaidi ya 150 kwa ajili ya kupeleka yanakuwa napishana wakati wote. Nataka niwaambie katika kipindi kifupi kijacho hatutakuwa na shida kubwa usafirishaji, kwa sababu ruti zote zitatumika vizuri. Hatua tunayofikia sasa, tunaanza kuzungumza sasa na Benki ya Dunia ili barabara hizi zilizobaki wazi waendelee kuimarisha na kuzikamilisha kwa kuweka alama, kupaka rangi, kuimarisha vituo, kufunga mitambo ya nauli maeneo yote. Lakini pia hata mabasi yenyewe yatakayokuja yatakuwa na mtambo na akili. Unapoingia unaparuza, unaposhuka unaparuza, unatozwa pesa kulingana na umbali uliokwenda. Hayo ndio ambayo tumeendelea kuyasimamia, na bado tunasimamia. Tunapokamilisha kabisa tutawapa mrejesho. Hayo ndio ambayo tumeifikia. Wewe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunaendelea na uratibu huu na tutahakikisha kwamba huduma hii inarudi kwa uzuri zaidi.
na kuhakikisha huduma hizi hatakuwa zicheleweshi watu kama ambavyo wenzetu wanaendesha miradi yao maeneo mengine. Kwa niliona nifafanue hili, lakini nirudi tena kwenye jambo letu kwamba Mheshimiwa Waziri, kwa mpango kazi huu ulioweka umetaka pia ukabidhi vifaa jeshi la magereza, na kwamba tunapeleka huduma sasa kwenye magereza zetu, ili wale mahabusu, wale wafungwa wenye kesi zinazoendelea, kesi hizo na matatizo yao yatatuliwe huko huko magerezani. Ndio sasa tulileta mkuu wa gereza ameeleza namna serikali inavyotaka kufanya kazi. Hatutahitaji sasa mahabusu wakae muda mrefu wakisubiri kwenda mahakamani, wakati huku tumeimarisha tehama ya kuzungumza kwa tehama, lakini kutatua matatizo yake kupitia wadau ambao wako hapa. Kwa hiyo niwahakikishie Watanzania kwamba na eneo hili ambalo tunaenda nalo la utoaji haki, utoaji elimu juu ya sheria mbalimbali, utatuzi wa changamoto kwa mkoa wa Dar es Salaam tunaanza leo. Niwasihi mjitokeze kwa wingi, nendeni kwenye mabanda, eleza tatizo lako. Niliona mabango yanaonyesha hapa. Mimi nina kero, nataka nikuambie, wala una sababu kuniona leo. Wataalamu wote wako hapa. Nenda na bango hapo, utapata majibu hapo hapo, kama kuna hatua zitatolewa hapo hapo, kwa sababu wakuu wa wilaya wanakuwepo kwenye maeneo haya. Baada ya kusema haya, niwakumbusha Watanzania kwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Uchaguzi mkuu. Tutakwenda kuchagua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa wabunge na madiwani wetu. Watanzania ambao mmeshafikia umri wa kupiga kura, naamini mtatumia nafasi hiyo kutekeleza demokrasia yako ya kuwa mmoja kati ya wanaogombea nafasi yoyote, kuwa mpiga kura kwa kumchagua kiongozi unaamini atakuletea maendeleo kwenye eneo lako. Huru ya uchaguzi imeshakamilisha taratibu zao. Sisi serikali tunapozungumza hili kama wadau wa uchaguzi, tunalo jukumu la kuhamasisha Watanzania kwamba kipindi hiki kuelekea uchaguzi yako mambo mengi yanajitokeza, na mengine huwa yanajitokeza tunapokaribia uchaguzi, yanajitokeza hayo. Watanzania lazima tujiulize, kwa nini haya hujitokeza tunapokwenda kwenye uchaguzi? Nataka niwahakikishie uchaguzi wetu utakuwa wa huru, haki na wa wazi, kama tumeelezwa na Tume ya Uhuru ya Uchaguzi. Na sisi kama wadau, kama serikali, tunawahakikishia kwa sababu ya dhamana ya ulinzi tunayo sisi, na tuendelee na jukumu hilo. Advocate msomi wakili Lumbukusi, rais wa TLS, akisisitiza kuwa serikali tuwe macho katika haya. Nataka nimwahakikishie serikali tumejipanga vizuri kwenye hili kuhakikisha kwamba macho na matukio. Lakini nataka niwasihi wa Tanzania, swala ulinzi wa nchi yetu ni la kila mmoja, ni letu sote. Tunavyo vyombo vinavyosimamia sheria, tunavyo vyombo vinavyosimamia utekelezaji wa haki, lakini hawa ni wachache. Tunaobaki ni wengi, tumetawanyika. Haya, kama alivyosema mkuu wa mkoa, watu wako huko wanafanya mambo ya hovyo huko, lakini majirani mpo mnaona. Toeni taarifa haraka kwa vyombo vyetu ili na wenyewe viende vikachukua. Na panapotokea hilo, tuache kuilaumu jeshi letu haraka kabla hatujapata matokeo ya uchunguzi huo, na kuanza kutuhumu na kuwadharau, kuwadhalilisha. Hivi ni vyombo ambavyo vimetufanya na kuwadharau, kuwadhalilisha. Hivi ni vyombo ambavyo vimetufanya Tanzania leo tubaki kuwa imara toka nchi ilipopata uhuru. Vinaendelea kufanya kazi yake vizuri, na tutambue kwamba uko magumu yake, ziko changamoto zake. Tukio linatokea eneo ambalo hata njia kufika hapo ni ndogo na gari pana. Haya yote haya ni mambo ambayo lazima tuyaangalie, lakini muhimu kwamba jitokezeni kwenye uchaguzi mwaka huu. Sisi tunawahakikishia utakuwa wa huru, wa haki na uwazi,
na wale ambao wameshajiandikisha mjipange kwenda kuchagua viongozi kwenye maeneo yenu ili watekeleze yale ambayo mnatamani yatokee, lakini pia ya ilani ya chama ambacho kitatawala. Na kwenye eneo hili sina mashaka kwa mwenendo huu ni Chama cha Mapinduzi. Ndugu wananchi, sasa ni wakati wangu wa kwenda kukabidhi vyombo vifaa, lakini kwanza nitoe tamko la ukomo au kuanzilisha kwa kampeni hii, nikiwa na matumaini kwamba kampeni hii ya msaada wa kisheria Mama Samia itatekelezwa kwa mafanikio makubwa hapa jijini Dar es Salaam. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naamini utasimamia na timu yako kuhakikisha kwamba wananchi wanapata nafasi za kushiriki kamilifu katika kueleza na kujieleza na kupata elimu. Lakini kama alivyosema Mheshimiwa Kisanji, alisema ni vyema baada ya siku 10 hao wananchi wakajua nyewe wanasheria wa utoaji wa misaada mnapatikana wapi, ili iwe rahisi kuja huku Mbagala mko wapi, pale mwisho mko wapi, wewe huko maeneo mengine mko wapi, Buza huko mko eneo gani, ili wananchi wa huko wapate msaada huko. Kwa maelezo hayo sasa, kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, napenda kutamka rasmi kwamba kampeni hii ya msaada wa kisheria ya Mama Samia ambayo itachukua siku 10 hapa jijini Dar es Salaam imefunguliwa rasmi. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante brass band, naomba tupige makofi mengi sana. Naomba viongozi wote tuchukue nafasi zetu tafadhali. Mheshimiwa